baada ya hapo shekha akataja masala ya siyamul maridhi wal musafiri wan nasi, hukumu zake mambo haya matatu: funga, saumu ya mgonjwa na msafiri na mwenye kusahau. Swali limekuja, almaridhu idha aftara ramadan madha yajibu alayhi? Mgonjwa atakapo kula katika mchana wa Ramadhani, je, ni kitu gani kinampasa juu yake? Kwa maana, je, kitu gani kitampasa mgonjwa aliyeshindwa kufunga Ramadhani? Mgonjwa aliyeshindwa kufunga Ramadhani kinampasa nini juu yake, afanye nini? Sheikh katika jawabu rahimahullah akasema, qala ta'ala faman kana minkum maridan, na atakayekuwa miongoni mwenu mgonjwa, ni mgonjwa, au ala safarin, au yumo safarini. Huyo mgonjwa yumo, sametajwa hapo mgonjwa, tumeelewana? Mgonjwa huyu ni yule anafanya, kuna mgonjwa anatarajiwa kupona, wagonjwa aina mbili, na kuna wagonjwa watarajiwi kupona, ataeleza. Yule ambaye ni mgonjwa au yumo safarini, fa'iddatun min ayamin ukhar, basi atimize hesabu katika siku nyingine baada ya Ramadhani. Ile hesabu yake iliyopungua pale akaitimize huko katika masiku mengine baada ya Ramadhani. Maneno yashieleweka hiyo, sio? Ndio jawabu likuja hivyo. Akasema Sheikh rahimahullah, fanaqulu li hadha almaridhi, tutamwambia mgonjwa huyu, idha kana almaradu tari'an, nikiwa maradhi yalimpata maradhi, sawa, tari'an, hali ya kuwa ni yenye kuzuka, waqad zala, kisha yameondoka, kwa maana aliumwa alafu amepona, yajibu alayhi an yaqdi as-sawma, tutamwambia hivyo ni wajibu juu yake ailipe ile saum kabla dukhuli ramadhani, kabla dukhuli ramadhani athani, kabla ya kuingia Ramadhani ya pili, kabla dukhuli ramadhana athani, kabla ya kuingia Ramadhani ya pili, tutamwambia hivyo. Kwa maana huyu ni mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona. Fa'iddatu min ayamin ukhra, tamusu mgonjwa anatarajiwa kufanya nini? Kupona, ndio tamusu hivyo. Kwa Sheikh sasa tutamwambia ikiwa ni tari'an, imezuka tu, malaria imetokea alafu baada amepona, tutamwambia yajibu alayhi an yaqdi as-sawma qabla dukhuli ramadhana athani, kabla ya kuingia Ramadhani nyingine haijafika, basi yawe amelipa. Amma idha kana almaradu ghayra tari'in, ama yatakapokuwa yale maradhi si yenye kuzuka, bal mustamirrun, bal ni maradhi endelevu, sawa, watu na maradhi anatakiwa watumie dawa kila siku, maradhi yake mustamir, hawezi kuacha, hawezi kufunga, nimeambiwa na daktari. Wala yurja zawaluhu, hapatarajiwi kuondoka maradhi hayo. La, wala yurja zawaluhu, hapatarajiwi kuondoka maradhi hayo, kupoa, yani hapatarajiwi hivyo. Fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskina, kwa hakika atamlisha kila siku maskini mmoja. Maradhi yataja kansa na mengine, HIV, nasallallahu alafia, maradhi mbalimbali, hapatarajii kupona. Okay, atatoa kibaba, atamlisha kila siku maskini mmoja. Wayujzi dhalika anisiyami, na kuna mtosheleza, linamtosheleza hilo na kule kuacha kufunga, iko tayari imeshamtosheleza. Yujzi dhalika, linamtosheleza hilo anisiyam, na kule kuacha kufunga, yani kule alipofunga aliyoacha inamtosheleza kwa kuisha kibaba kimoja kumlisha maskini.
katika namna ya kulipa saum. Sijui kama wakati tutakunjukia tutasoma masala kaifiyatu qada'i as-saum, lakini kuna makala kuandika kuelezea namna ya kulipa as-saum, mtu atalipaje. Tukaelezea masuala ya haya ya mtu kutoa kibaba kwa kila siku kulisha maskini, fidia ambayo mtu anatakiwa aitoe. Ma hukmu istimali at-tahamil, pia imekuja masuala mengine ambayo Sheikh rahimahullah ameyataja. At-tahamil, dawa ambayo inaingizwa tumboni lakini kupitia njia ya haja kubwa, vidonge. Kuna dawa zinaingizwa hiyo fi nahari ramadhani, katika mchana wa Ramadhani. Idha kana as-saimu maridha, atakapokuwa mgonjwa, atakapokuwa mwenye kufunga ni mgonjwa, amefunga lakini apata maradhi, inahitajia atumie dawa kwa njia hii na kuingizwa katika tumbo yake ya nyuma, katika duburi yake, lakini inakwenda mpaka tumboni. Sheikh yasema la ba'sa an yasta'mila as-sa'imu at-tahamila allati tuj'alu fi ad-dubur idha kana maridha, kwa sababu njia iliyopitia sio njia rasmi ya kupitia chakula, ndio maana dhaifu. Na mara nyingine hutumika kama kitu cha wengine dekana mpira, ukiweka kitu kama cha kumurika kitu, kuangalia maradhi, vitu kama hivyo, na nataji kama vifunguzi mtu. Hapana vibaya kwa hilo. Sheikh anasema ikiwa la ba'sa yastamil as-saimu at-tahamil, kutumia vidonge allati tuj'alu fi ad-dubur, dawa ambayo inaingizwa kupitia katika tundu yake ya nyuma, idha kana maridha, akiwa ni mgonjwa. Lianna hadha laysa aklan wala shurba, kwa sababu jambo hili kufanya hivi si kula wala si kunywa, wala bimaana al-akli wash-shurb, wala vina maana ya kula na kunywa, yote havibebi maana hiyo. Kwa hiyo hapana vibaya katika hilo. Hal yajuzu limarda ar-rabwi, je inajuzu kwa wagonjwa wa pumu istimalu al-bukhakhi, ile wanaita vipi ile ya kuvuta domo, wanaita vipi inhala, sio ndio hiyo al-bukhakh, inhala ile ya kuvuta. Mtu anaweza kuitikisa afu akavuta mara mbili, kama mara mbili hivyo, wagonjwa wa pumu wana hivyo. Je, inajuzu kutumia ile bukhakh fi nahari Ramadhan, katika mchana wa Ramadhani? Mtu amefunga akapata maradhi ya pumu, akajibulizia ile yaitwa hivyo inhala, ile mchana wa Ramadhani, kutumia vinafaa al-bukhakh. Sheikh anasema istimalu al-bukhakh, kutumia al-bukhakh, Kiswahili inaitwa vipi? Au wenyewe wakisema inhala mshelewana, mshajua. Kwa hiyo hakuna haja ya kutafuta neno lingine. Kutumia al-bukhakh jaizun lis-saimi, inajuzu kwa mfungaji, sawa kana siyamuhu fi Ramadhan, ni mmoja funga yake ilikuwa ni katika Ramadhan, am fi ghairi Ramadhan, au sio kwa Ramadhan. Wadhālika li'anna hadha al-bukhakha la yasilu ila al-ma'ida, kwa sababu hii bukhakh haifiki kwenye matumbo, haifiki matumboni. Inakwenda wapi? Kwenye nini? Mapafu. Wala mapafu, haifiki matumboni. Kwa hiyo haina athari mtu kuvuta. Wa inma yasilu ila al-qasabati al-hawaiya, mishipa ya hewa ndio inakwenda. Kwa hiyo haina neno katika hiyo. Mishipa ya pumzi ile na mishipa ya hewa ndio inakwenda sehemu hizo kwa ajili ya kufungua mtu apate kupumua kwa wepesi. Kwa hiyo
يصل إلى القصبات الهوائية. هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة je inabatilika funga kwa sababu ya kutumia dawa ya kuweka kwenye koo? Kuna dawa inawekwa kooni, dawa al-gharghara. Sheikh anasema la yabtulu as-sawma idha lam yabtali'uhu, haibatilishi saumu itakapokuwa hakuimeza huyo mfungaji. Kama amepata ladha yake, je imepenya, itakuwa mbatilisha bila shaka, itakuwa mbatilisha ikipenya. Akasema walakin la taf'aluhu, lakini usifanye hilo illa idha da'at al-haja, isipokuwa itakapohitajia haja, itakapopelekea haja kufanya hivyo. Wala taftur bihi, wala hutofungua kwa kufanya hivyo. Idha lam yadkhul jawfak, wala tuftiru bihi, wala tuftiru bihi, hutofungua kwa dawa hiyo kwa ajili ya kuiweka katika koo dawa hiyo. Idha lam yadkhul jawfak shay'un minhu, itakapokuwa hakikuingia katika koo yako, hapajaingia kooni mwako kitu chochote katika hiyo dawa. Kama hapajaingia chochote, basi itakuwa haujafungua. Kadhalika jana pia tulitaja masala haya, na hapa Sheikh ameyataja tena kuhusu masala ya kuchoma sindano. Hapa pia ameyataja hal yuftiru as-saimu bi akhdhi al-ibari fi al-warid. Ameyataja pia masala hayo tena. Al-ibra, je atafungua mfungaji kwa kuchoma sindano kwenye mishipa? Atafungua kwa hilo, kama vile mtu kutoa damu nini vile atafuta damu katika mishipa, labda ikachoma ikatolewa damu. Je, funga yake ikoje? يقول الشيخ رحمه الله لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد. anasema hajafungua mfungaji, manake funga yake haijabatilika, itakuwa yuko sawa sawa kwa kuchoma sindano kwenye mishipa yake, kajichoma sindano kwenye mishipa yake. Wala fi ghairihi, wala sehemu nyingine ya kuchoma sindano kwenye mwili wake, achilia kwenye mishipa, na sehemu nyingine pia haifunguzi sindano kwa kuchomwa katika mwili wake. Illa an takuna hadhihi al-ibratu, isipokuwa ikiwa sindano hiyo qa'imatan maqama at-ta'am, imekaa mahali pa chakula. Isipokuwa ikiwa sindano hiyo imechukua nafasi ya chakula, bihaithu yastaghni biha al-insanu anil akli washurbi, kwa kiasi ambacho au sifa ambayo inamtosheleza mtu kwa sindano hiyo kuwa chakula na kunywa. Ikichoma hiyo imekaa nafasi kama vile amekula au amekunywa, kama jana tulizungumza pia masala haya, sindano za namna hiyo watu wanachomwa ikaa kama vile mtu ametoa chakula au kinywaji, anapata nashati kama vile amekula au amekunywa. Fa amma ma laysa kadhalik, ama isiyokuwa hiyo, fa innaha la tufattiru mutlaqa, hakika sindano hizo hazifunguzi kabisa. Sindano nyingine isiyokuwa hiyo inaokaa nafasi ya chakula na kinywaji haifunguzi. Sawaun akhadhat min alwaridi au min ghairihi, sawaun akhadhta min alwaridi au min ghairihi, ni sawa sawa ulichoma katika mishipa au katika sehemu nyingine. Ni sawa sawa mtu
ulichoma katika mshipa au sehemu nyingine, haifunguzi sindano hiyo. Masala mengine katika nukta hii ni kuhusu masala ya kutoa damu pia imetaja. Hal akhdhu shay'in min ad-dam, je mtu kutoa sehemu ya damu bigharadhi at-tahlili, kutoa mtu damu mchana wa Ramadhani kwa ajili ya kutaka kupima, kama kupima malaria vile anafanya tahlili, kuifanyia uchunguzi vile kupima, au tabarru'i, au kujitolea, anamtolea mtu mwingine damu kumsaidia mtu, au tabarru'i, au kusaidia mtu fi nahari Ramadhani, katika mchana wa Ramadhani. Yufattiru as-sa'ima am la, je jambo hilo linamfunguza mwenye kufunga au hapana? Aljawabu, Sheikh rahimahullah anasema idha akhadha al-insanu shay'an min ad-dam qalilan, atakapotoa mtu damu chache, la yuathiru fi badanihi dha'fan, hayathiri katika mwili wake sawa kwa udhaifu, yani hayathiri katika mwili wake kwa kuleta udhaifu ikamfanya kwamba kudhoofika, hayathiri katika mwili wake kwa kudhoofisha ile damu, fa innahu la yufattiru bidhalika, la yuftiru bidhalika, kwa hakika hali na shani ilivyo hafungui kwa hilo, kwa kufanya hivyo hatofungua. Amma idha akhadha min ad-dami kimiyatan kabira, ama atakapokuwa ametoa damu nyingi, lau kama ametoa damu nyingi sawa, kiasi yalhaqul badan, utapata ule mwili biha, kwa kiasi hiko cha damu, dha'fan, ndio imekaa sasa kwamba ule mwili utapata udhaifu. Lakini tukisoma yalhaqu, kusema dha'fu, utapatikana udhaifu kwenye mwili. Yalhaqu albadanu, utapata ule mwili dhaifu. Lakini ukisema yalhaqu dha'fun, utapatikana udhaifu sawa biha, kwa damu hiyo ni albadan. Sasa maneno kuna maneno bili ya neno moja hapo lilikae sawa sawa. Hii albadan ya kwanza lau ingelikuwa ipo ingekuwa yalhaqu biha, utapatikana kwa kiasi hiko cha damu dhaifu, kutapatikana udhaifu. Lakini kitachopata udhaifu nini? Albadan. Maneno ili yangekaa vizuri kwa ninavyo tasawwar, kama ingesomeka kwamba amma idha akhadha min ad-dami kimiyatan kabira, au ikiwa ametoa damu nyingi, yalhaqu albadanu, utapata mwili, kitapata kiwiliwili, biha, kwa kiasi hicho, dha'fan, udhaifu, kwa kiasi ambacho utapata mwili kwa damu hiyo udhaifu, utadhoofika mwili kwa damu hiyo. Yalhaqu albadanu biha dha'fan. Lakini ukisema kwamba yalhaqu dha'fun, yalhaqu albadana biha dha'fun, kwa kiasi ambacho utaupata mwili udhaifu, ndio tuseme hivyo, kwa kiasi ambacho udhaifu ndio utaupata mwili. Yalhaqu albadana, ndio tuseme hivyo, biha dha'fun, yalhaqu albadana biha dha'fun, kwa kiasi ambacho udhaifu utaupata mwili. Yani ule udhaifu utakuja kuupata mwili. Kwani unaupata mwenzie nini? Mwili ndio unaupata udhaifu, au udhaifu ndio unaupata mwili? Haiwezekani. Kwani ugonjwa ndio unaopata macho, au macho ndio unaopata ugonjwa? Kinachompata mwenzie nani? Nauliza tena, ugonjwa ndio unaopata macho, au macho ndio unaopata ugonjwa?
Mbona sasa hilo jambo jepesi la pili kuliko lile la kwanza? Macho si hapo tu, ugonjwa ndio unakotoka ukapata macho. Sasa mbona mnatizika? Ugonjwa ndio unaoyapata macho. Macho yapo tu, kinachompata mwenzie ni ugonjwa ndio unakuja kwenye macho. Ndio ule ugonjwa umeyapata macho. Hapo pana tatizo la kwamba kuna lugha tunaoongea sisi na kuna Kiarabu kinavyotumika. Ndio mahali ambapo tunapotetizana. Tumeelewana? Tunapotetizana. Na hiyo ipo katika matumizi ipo. Hata wewe mtu huyu kimtuma apeleke kitu kwa huyu, kwani nakwambia huyu umemwakilisha, amekuwakilisha au mfanye? Kwamba nimemtuma kwenda huyu unakuwa umefanyaje? Alimwakilisha mwenzie kati ya huyu na wewe ni nani? Sasa sisi tunavutumia, lakini je, kwenye Kiarabu muwakil ni nani? Si wewe unemtuma mtu muwakil, na yule aliyetumwa, yule aliyekwenda ndo muwakil. Wewe ni nani? Muwakkal. Wewe umewakilishwa, yule ndo aliyekuwa, yule amewakilisha, mkuwakilisha wewe. Lakini tunavotumia sivyo hivyo. Wewe unasema nimemwakilisha wewe. Wewe mtu umemtuma, umemwakilisha vipi? Yeye ndo ameenda kwa niaba yako wewe. Yeye ndo amekuwakilisha wewe. Kwa hiyo inawezekana tunavotumia kwenye Kiswahili na huku tuna tatizo. Tukisema hii gari imepata tatizo, gari ndio imeenda kulipata tatizo au tatizo imelipata gari? Tatizo ndio imekuja kulipata gari, kwa sababu gari ipo tu, asili yake ikitengenezwa haina matatizo inavyokuwa. Sio kwamba ile tatizo lipo kwenye gari, tatizo likatoka huko likaja kuipata ile gari. Lakini kwa Kiarabu sasa tunaelewana. Lakini tukisema tunasema gari imepata tatizo tunavyozungumza, lakini tatizo ndio ile kuja kulipata gari. Sio au nimekwenda mbali zaidi. Sasa udhaifu ndio umekuja kuupata nini? Mwili. Sio mwili umeupata udhaifu. Udhaifu ni kitu, maradhi yamekuja kuupata mwili. Kwa hiyo tukizungumza kwamba yalhaqu, ile dhaifu ndio yalhaqu, imepata udhaifu, imeupata nini? Badana, kiwiliwili. Lakini tukiongea tunaongea kwamba mwili umepata udhaifu. Sasa isije kutuchanganya kwenye mambo ya Arabu, kwa sababu tunavyoongea sasa ndio tunapotatizika mara nyingine ni hivyo. Lakini yalhaqu albadana biha dha'fu, kiasi ambacho utaupata udhaifu kwa kiasi hicho mwili. Lakini sasa ukizungumza hivyo huwezi kueleweka. Lakini tafasiriwe maneno yako sawa sawa, yalhaqu albadana biha dha'fu, kiasi ambacho mwili utapata udhaifu, ili tuelewane iko hivyo. Lakini kwa maneno hivi ninavyozungumza Kiarabu itakuwa yakaa, ukiyasema hivi itatatizika ukitaka kufasiri hivi kwa Kiarabu kilivyokaa. Kwa hiyo itakuwa ni hivi, kwa kiasi ambacho utaupata udhaifu kiwiliwili, kwa kiasi ambacho mwili utapata udhaifu basi itakuwa ni hivyo. Fa innahu yuftiru bidhalika, ikiwa sasa mtu damu aliyoitoa amedhoofika basi atafungua. Lakini kule tumeona Ibn Hajar anasema mutlaqan, kwa hali yoyote. Kuna wengine wanaona kwamba hata kama damu ni nyingi afungua, kwa wengine wanasema hapana, ikiwa damu imekuwa ni nyingi kiasi imedhoofika, huyo atakuwa amefungua. Qiyasan ala alhijama, wanafanyia kiasi cha hijama. Sasa wale wengine hijama hadithi washifanya nini? Washifanya mansukh, kwa hiyo haitakuwa na nguvu tena katika mazungumzo haya.